anajua kabisa. Sasa nikamwambia niaje saa hii usiku umekuja kwangu. Akaniambia ati nimekuja kuwasalimia na nataka bibi yako na nguvu, ako na kisu. Sasa nikamuuliza nini hiyo unaniambia sasa, nikajidefend, hakunidunga hiyo kisu. Sasa kujidefend ndio bibi akastuka venye amefanywa operation. Akatoka nje, nikafikiria ameenda kupiga nduru, kumbe kupiga nduru ameacha mtoto kwa kitanda analia. This gentleman right here today have a crazy story. The title is A Man Snatched a Wife at Night. Am I making some sense? A man snatched a wife, or a wife got snatched at night. Alright, now listen to this. The day is on Wednesday at night. So this is a young couple, a man aged 29 years and the wife is 23 years. They live in the interior of Nyamira County, a place called Omosasa. Let me sound typical. Omosasa, this is the area that they live, and the time is 9 p.m. You know, 9 p.m. this is usually the time when people are asleep and some people just preparing to go to sleep. Most people on their phones like, you know what, let's see what's happening. Alright, this couple that we're talking about, they were just having some dinner or supper in their house. They aroused. All of a sudden a knock. So they all wonder, who is this one? Who could this one be? So the man goes to just open or just see who is this one, because you know what, in the villages we don't expect nobody to knock at this time. But since it's 9 p.m. that's not late. Now let's see who this one could be. Alright, so the man gets the door and finds that this is a girlfriend that he knows. But the funniest thing is, he's a man, yes, but he's carrying a knife. You know what, pointing to him and telling him like, you know what, boy, keep cool, I want your wife. Now the men start wondering like, what are you talking about? You want my wife? Oh yes. And the other party replied, yes, I want your wife right now. You're crazy. I thought you was married. You have your own family. You have 3 kids in your house. Now you want my wife? I said, boy, shut up. I want your wife. All right. The wife that we're talking about left the house. You see, the husband thought like, you know what? The wife is going to scream because we are being attacked. The craziest thing is, this woman just ran out of the house and disappeared. Only God knows where they had agreed with this man with the knife now, like, you know what, I want your wife. Wherever the place that they agreed they could meet, the woman went there. So apparently the man who claimed this wife with the knife also got out and ran towards the place where the woman that we're talking about ran to. So they are right now together. Nobody knows about their whereabouts. Nobody knows where they are. The chief has been informed about this case and everybody in the village knows. I want you to hear the story, but this one is in Swahili, of this man who got his wife's snatched. Him. You ready? Now I'm going to play you a clip that I recorded. Ilikuwa Jumatano usiku saa 3 ya usiku. Sasa jamaa amekuja kwangu, akapata bibi amepika, tunaendelea kukula. Sasa tulikuwa tunaendelea kukula, akafanya akapiga hodi, nikamfungulia nyumba. Kumfungulia nyumba akaingia, ni jamaa hakunidunga hiyo kisu.
Sasa kujidefend ndio bibi akastuka venye amefanywa operation. Akatoka nje, nikafikiria ameenda kupiga nduru, kumbe kupiga nduru ameacha mtoto kwa kitanda analia. Sasa saa zile ameniachilia, nikaenda kunyamazisha mtoto. Kunyamazisha mtoto mtoto akanyamaza, nikawafuatilia hiyo usiku yote, sioni penye walienda. Mimi mwenyewe nikaenda nikastaki kwa vigilant wakaniambia wacha kupambasuke ndio tuchunguze maneno zaidi. Nikaenda mpaka kwa chief, kwenda kwa chief akaniambia, akaona mtoto venye yako, mtoto wa 3 weeks. Sasa bibi hata kupona hajapona. Sasa sijui venye huyo jamaa alifikiria kufanya hizo kitendo, na ni rafiki yangu kabisa. Sasa sijui shida yake ni gani, na kuna familia yake kuna shida, na sijui kama atadimisha familia yangu fanya nilikuwa naidimishia. Unaona? Unashuku sasa hivi wako wapi? Sasa hivi niliongea na bibi ya huyo jamaa, anaweza patikana huko Kericho, Kamset. Hivyo huyo jamaa ni kweli ameoa? Huyo jamaa ameoa, kuna watoto 4. Mtoto wake mkubwa anasoma form 1, mwingine class 6, mwingine class 3, alafu mwingine class 2. Wakati uliuliza bibi yake alikuwa na hisia zipi? Bibi yake aliniambia, amempigia simu, amemwambia ataenda achukue watoto wake kutoka huko. Sasa hiyo plan kumwambia achukue watoto wake huko kwake, si ni kumwambia ahame. Sasa huyo bibi yangu ndiye amekubali kukaa na yeye. Wito wako kwa serikali? Wito wangu wa serikali sasa ni kuomba huyo jamaa aweze kuja katika miongoni mwa askari, alafu asema akona plan gani kunidunga kisu, kwani alikuwa anataka kuniua ndio achukue bibi yangu wakae na yeye. Na mimi ni mtu mwenye nimelinda bibi yangu toka zamani, hakuna kitu amenisaidia, na mimi hakuna kitu amenisaidia, na yeye hajanisaidia. Yaani na bibi yangu nimemsaidia kabisa, nimemtegemea kila kitu na yeye amenitegemea kila kitu. Mara nyingi unashuku kwa nini bibi yako anakufanyia haya? Sasa Kenya nashuku ananifanyia haya nifanye sina kazi vizuri, alafu na sina tuseme kitu inaitwa mahitaji ya kumdumishia haki yake. Okay, pole kaka. Sasa hivi unamwambiaje bibi yako? Namwambia aweze kurudi nyumbani, mimi sina ubaya na yeye. Alafu kama huyo jamaa kuna plan nyingine ya kumchukua, achana na yeye, kwa sababu hawezi kumsaidia na kuna familia yake, na bibi yake ni rafiki ya bibi yangu, anafanyanga naye hata kibarua.